As the by-election date inches closer, campaigns continue to be heated up. ODM held a big rally at Leni Sabha grounds, which was graced by many politicians, among them the party leader Raila, who came to draw support for their candidate Bernard. Haya, leo niliamua nirudi Kibra ili nionana na watu wa Kibra ana kwa ana, ili tusalamiane. Maana yake mara ya mwisho tulikuwa kule Kamkunji, na nikaambia nyinyi ya kwamba tufanye uteuzi kwa njia ya amani. Silifanyika vizuri. Sasa mkapatia bendera Imran Okoth, sio? Na mimi nilisema mimi nitakuja tu mwisho kusalimiana na nyinyi, kuambia nyinyi kwamba kumekucha, kumepambauka, jogoo shawika mara 3. Sawa? Hii Kibra tuko na historia mrefu zaidi. Tulipoingia hapa Kibra kulikuwa na shida mingi zaidi. Kwanza hapa mashamba zilikuwa zimenyakuliwa hapa. Watu walikuwa mabeba title deeds hapa na pale. Mimi ndio nilienda bungeni mwaka 93, 1993. Nikapeleka mswada bungeni ya mambo ya ardhi ya Kibra. Wakati waziri wa ardhi alikuwa ni Jamidari Mulingi. Tukaanza mazungumzo hapo. Tukaongea na watu wetu wa Nubia vile hapa, viongozi wao. Alafu baadaye wakati huo kulikuwa na shida ya mambo ya kodi ya manyumba hapa. If ODM candidate is defeated, it would be a sad day for the party, as it has controlled the constituency for decades. Wale majambazi, wale mabwanyenye na makabaila walikuwa wanapandisha kodi ya nyumba kila mwezi. Ukikosa kulipa wanakuja, ukirudi jioni ukikuta kama ametoa paa ya nyumba, mvua inanyesha wewe, na wanatuma majambazi kuja kufungia wewe nje. Kuna na vijana walikuwa natumiwa hapa kuja kupiga watu na kutoa bidhaa zao ndani ya nyumba. Unarudi na kuta kama bibi yuko nje na nyumba na ile mesa na kila kitu. Tukasema hii haiwezekani. Ndio tukasimamisha hiyo maneno hapa, mambo ya kodi. Unajua namna hiyo. Tukasema haiwezekani. Watu fukara hapa na kila mara kwa mara wananyonyeshwa na wale matajiri ambao wanaishi nje ya Kibra. The by-elections have been met with rumors of election malpractices, where there have been accusations of voter bribery, tampering of voters' register and buying of identity cards. Mambo mengi zaidi. Tumeanza kuleta mabadiliko hapa na pale. Lakini haya yalikuwa ni kuzima moto peke yake. Tukasema ili tuweze kusuluhisha shida ya Kibra vizuri, tutafute mbinu. Na mimi nikaenda nchi ya Malaysia na Singapore, na kule nikatoa mpango ya kuboresha hali ya maisha katika vitongoji duni, slum upgrading program. Na nikiwa na mama nakuwa naitwa Mama Tibaijuka kutoka Tanzania, alikuwa mkubwa ya UN Habitat hapa Nairobi. Tukazindua the slum upgrading program, na tukasema tunaanza na pilot project ya Kibra. Tukaenda tukatafuta ardhi, tukapata ardhi ya jela ngambo ile, tukajenga pale decanting site. Alafu tukachora sasa mpango ya Kibra hii ibadilishe vile walifanya kule Malaysia. On his part, Bernard expressed confidence that he is going to win. Tarehe 7 mwezi wa 11 naleta ushindi asubuhi na mapema. Wangapi wanakubaliana hivyo? Wazee wamesema, na mzee akisema tayari
ushindi unakuja, si ndio? Tumeona mzee Fred Gumo amesema, baba mwenyewe amesema, sawa, na mliona wenyewe mzee Francis Atwoli alitabiri mapema. Saa ngapi? Saa ngapi? Wangapi watajitokeza saa 4? Wangapi hapo watajitokeza saa 4? Matatizo yetu kama wana Kibra itatatuliwa na mwana Kibra mwenyewe. The challenges we face as Kibra people, the solutions are with the Kibra people. And the Kibra mothers have given birth to young men and women who can lead them. I'm ready to be the solution to those challenges we face on a daily basis. Wana Kibra oye! Wana Kibra oye! Mambo ya masomo mmejua tumefanya kazi mingi, na mimi nitaendelea nayo kabisa. Nimesema kwa siku 100 Kibera Secondary inaanza. Januari tunatengeneza shule ya upili ya vijana pale Jamhuri Primary. Januari vile vile tunaanza kujenga TVET ya vijana wetu waweze kusoma pale katika Toi Primary. Kwa sababu tunatoka kwa eneo ambayo tuna changamoto mengi. Najua mambo ya karo inaleta shida. Tuko na vijana ambao leo wanafanya mtihani kuanzia wiki ijayo. Na mimi nataka niambie kina mama, wazazi wote, usitie shaka, kiongozi yuko hapa. Karo tunayo hatuna? Scholarship tunayo hatuna? Watoto wetu wasome wasisome? Mimi nitaimarisha hiyo yote. Kwa mambo ya uchumi, najua mama zetu wanafanya biashara ndogo ndogo hapa, na mimi nitasimama na wao. Hakuna mtu atarushwa mahali yoyote, ikiwe ni Toi Market, ikiwe ni wale wanauza hapa kando ya reli. Mimi nitasimama na wao kuwainua kwa hali yoyote. Sawa? Stay with the Kenya News Channel for more news in regards to the by-election.